ama isikusaidie. Tumesema kwamba uko na shida, unahitaji kutoa dhabihu. Baadaye umetoa dhabihu, hiyo kitu inaendelea. Umetoa dhabihu kwa sababu ya ndoa yako, bado ndoa inakusumbua. Umetoa dhabihu kwa sababu ya mtoto, umezaa mtoto lakini mtoto amekazana katika ulevi. Alafu baadaye wakuambia kwamba unahitaji kumtolea dhabihu. Baadaye hiyo dhabihu, baada ya kuitoa, umetoa kabisa venye wamekuambia. Kwa mfano wamekuambia, umesema kwamba umesikia kwamba 30,000 nitoe kwa madhabahu kwa ajili ya mtoto wangu. Nataka niume, kwa sababu dhabihu, kafara ni kitu ambacho nakitoa kama umeumia. Jambo la kwanza ujue hivyo. Kafara ni kitu ambacho nakitoa kama umeumia. Kwa mfano, unaenda, watu wawili wamekuja kutoa dhabihu ama utakuja kutoa kafara. Mmoja katika banki yako, katika akaunti yako ya bank uko na shilingi 1,000,000. Alafu akaenda akatoa 10,000 akaleta katika madhabahu kama nini? Kama dhabihu. Mwingine kwa akaunti yake ako na shilingi 500 akaenda akachukua 400 akaleta kama dhabihu. Kati hao watu wawili nani ametoa dhabihu? Kwa nini? Kwa sababu ametoa yote yenye alikuwa nacho. Kwa sababu amejiumiza. Lakini huwa 10,000 ndio ni mingi kushinda 500, lakini yeye hajaumia mahali popote. After all mambo yake yanafanya nini? Inaendelea. Kama alikuwa amepanga kulipa school fees, bado analipa school fees. Chochote ambacho alikuwa amepanga kukifanya, anakifanya. Kwa hivyo dhabihu yake sio dhabihu, hiyo ni sadaka. Dhabihu ni kitu ambacho unakitoa kinakuguza. Kinafanya nini? Kinakuguza. Kuna watu hutoa dhabihu mpaka wanalia machozi. Sasa ametoa dhabihu mpaka imemguza. Dhabihu inapotoka inatoka na uchungu. Nataka mnipate. Wakati dhabihu inatoka na uchungu. Haitoki tu kwa urahisi. Mtu hawezi toa dhabihu wakati anapiga makofi. Mtu hawezi toa dhabihu wakati anacheka. Mtu hutoa dhabihu kwa uchungu. Unamuona mtu anatoa dhabihu, machozi inatoka, makamasi inatoka. Kwa sababu amefinyika na mambo ambayo amefinyika ndani yake, mpaka amesema kwamba kwa ajili ya hili tatizo mimi nakamata kitu fulani na kipeana. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hiyo kitu. Ili dhabihu iwe dhabihu ikusaidie. Ili dhabihu ikusaidie. Jambo la kwanza katika maisha yako, lazima hiyo dhabihu ifanye nini? Itoke na uchungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ili dhabihu ikusaidie, lazima hiyo dhabihu ife. Lazima dhabihu ikufe. Jambo la tatu, ili dhabihu ikusaidie, lazima itoe damu. Kama umenipata. Na pia lazima iteketee. 4. Lazima ifanye nini? Iteketee. Sasa tunaanza kujifunza dhabihu inaweza teketea namna gani. Kwa mfano leo umekuja kutoa dhabihu ya mahindi katika kanisa. Hiyo dhabihu itachomeka namna gani? Itatoa damu namna gani? Itakufa namna gani? Hapo nataka tuanze kujiuliza. Amen. Dhabihu inakufa namna gani? Kama ni kwa mfano umeleta pesa katika madhabahu. Post tumsaidie hiyo nini yako, hiyo Bible yako. Okay. Yes. Hapo inanisaidia vizuri. Now, dhabihu ili ikusaidie, nataka mtu mwenye anaweza jaribu mwenye jaribia niambie. Utafanyaje ili dhabihu ambayo umeitoa, kwa mfano ni pesa, na sheria inasema kwamba lazima ikuwe ya uchungu, lazima ikufe, lazima itoe damu, lazima ichomeke. Utafanyaje ili dhabihu yako ife katika madhabahu? Nataka tulizo ni pamoja. Tufanyaje dhabihu? Dhabihu, jambo lingine, lazima hiyo dhabihu uichague katikati ya dhabihu zingine, katikati ya vitu ambazo uko nazo. Lazima dhabihu ichaguliwe.
Kama unaandika hapo mahali, lazima dhabihu fanye nini? Ichaguliwe. Katika maneno mengine lazima ipigiwe kura. Mungu hawezi kupitisha dhabihu alafu ukawa hauna kitu cha kuchagua ndani yake. Nataka unipate. Katika maisha ya Ibrahimu, maandiko yanasema kwamba Mungu Ibrahimu alipomzaa Isaka, Mungu akamwambia kama niletee wapi? Nitolee wapi? Tolee dhabihu mlimani. Lakini kwa nini kabla Isaac hajazaliwa akazaliwa Ishmael? Hapo unaanza kujifunza. Kwa nini Ishmael alizaliwa kabla Isaac azaliwe? Ikiwa Mungu alimtaka Isaac. Na Biblia inasema kwamba Mungu amwambia kwamba unitolee mwanao wa nini? Wa pekee. Je, Isaac alikuwa mwana wa pekee wa Mungu? Aje. Na kulikuwa na Ishmael. Ishmael alizaliwa. Ni mtoto wa Ibrahimu. Hauna venye unazaipinga. Si kama kuna mtu anajaribu hapo mahali kunieleza kitu. Yes, nieleze mama. Abraham. Yes. Ameoa Sara. Sasa Ishmael mamake alikuwa mfanyakazi. Ishmael mamake alikuwa mfanyakazi. Sasa katika hiyo nafasi Mungu akabariki Sara. Kumaanisha Sara ndiye alikuwa mke. Huyu mwingine hakuwa mke. Sara ndiye alikuwa mke, huyu mwingine hakuwa mke. Now, nikuulize swali. Mtoto ambaye mtu amemzaa nje, huyo mtoto ni mtoto wako ama si mtoto wako? Ni wako. Ni wako. Yeah. Ikiwa basi huyo ni mtoto wako, kumaanisha kwamba Ishmael ni mtoto wa nani? Wa Ibrahim. Wa Ibrahim, but mke wake wa kwanza ni Sara. Amen. Sasa kwa boma, kwa mfano saa hii, mume wangu alioa na bibi aingie na kuzaa. Baadaye mimi Mungu anibariki na mtoto. Huyu mtoto wangu ndiye atahesabu ya kwanza ya kwamba ni first born kwa hii boma. Kwa mfano wewe saa hii, wacha nilete wewe. Ulioa, ulizaa nje kabla hujaoa. Na ukakuja ukaoa. Mke wake akizaa, hata ukirudisha ule mwenye ulizaa nje, huyu hata kwa first born. Huyu wa boma mwenye ndio first born. Lakini swali yangu ni hii. Je, huyu mwingine naye ni mtoto wako ama si wako? Ni wako. Basi. Ikiwa mtoto ni mtoto wako, mbona Mungu akasema akaita huyu mtoto wa pekee? Alichagua huyu. Hakuchagua ule. Very good. Kwa sababu yeye ni mtoto wa ahadi. Ahadi ya Mungu ilikuwa inatimizika ndani ya huyo. Ama ni mtoto wa mwanamke wa ujana wake. Yes. Jambo lingine ni kwamba Mungu alikuwa na mipango na nani? Na huyo mtoto. Sasa nataka uangalie vizuri sana. Kwa hivyo Mungu alipomleta huyo, Mungu ili akuje amuite Isaac. Ili Mungu amuite Isaac mtoto wa pekee ni kwa sababu alikuwa na mipango na yeye. Umemaliza? Nataka tuende Yes. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee. Nataka unipate. Sasa kilichofanya Mungu akamuita huyu mwana wa pekee ni kwa sababu Mungu alikuwa na ahadi na yeye. Na kwa sababu Mungu alimhitaji yeye, kilichofanya Ishmael azaliwe ni ili Abraham akuwe na kitu cha kuchagua. Unanisikia? Nataka unipate vizuri. Ndio. Mungu anapotaka wakati unapotoa dhabihu, mtu anakuwa na nafasi ya kuchagua. Mtu ameambiwa ya kwamba Ibrahim anaambiwa kwamba utolee mwanao wa pekee. Lakini alikuwa na uwezo wa kukataa na kusema juu nampenda Isaac, ndio wacha nimtoe nani? Ishmael. Yeah. Sijui kama unanipata. Na hiyo limetendeka kwa watu wengi wakati wa kutoa dhabihu. Unapata kwamba unataka kutoa dhabihu lakini inapofika hiyo siku unaanza kuchagua mpaka ufika kitu ambacho moyo hautaumia
Useme afadhali wacha nitoe hii, nikitoa hii moyo utafanya nini? Utaumia sana. Utaumia sana. Nitaenda hasara nikitoa hii. Sasa wacha nitoe hii. Kwa hivyo Mungu kabla utoe dhabihu lazima kuwe na kitu cha kufanya nini? Cha kuchagua. So ni nini kitafanya jambo la kwanza dhabihu yako ikose kutetea? Ni kwamba ulichagua vibaya. Yes. Ulichagua vibaya. Nataka utafutie hapo, uniandikie hapo neno mbuzi. Nataka tu niandike tu mbuzi alafu nipatie katika kutafuta hiyo nini? Katika kutafuta katika Biblia hii. Mbuzi. Yes, alafu utafuta hapo nitapita. Usielewe kibukusu. Now, unafanya nini? Unafanya nini? Yeah. Unakuwa na kitu cha kufanya nini? Kuchagua. Sasa huyu alipewa nafasi ya kufanya nini? Ya kuchagua ili achague vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasonga mbele. Huyu sadaka ambaye unamtoa kwa Bwana lazima uwe na kitu kinaitwa kupiga kura. Lazima uipigie kura. Kama andika. Lazima uipigie nini? Kura. Je, kuna mtu ambaye piga kura? Nataka kuja katika kitabu cha nadhani katika Walawi, hebu tuone. Kuja katika Walawi. Tuangalie hapo pia. Kura. Umesema ile ni? Kura. Lazima apigiwe, lazima dhabihu yako ipigiwe kura. Hii kura imepigwa sio hapa peke yake, ilianza kitambo. Tuangalia kwamba nini, je, imewahi kukua namna hivyo? Nao kuja katika kitabu cha Walawi 16. Walawi 16. Fungua Walawi 16. Umefika hapo mahali? Umeandika? Na nataka tuangalia kwamba nasema gani. Acha tuanze mstari wa 7. Maana nasema hivi. Kisha atawatoa wale mbuzi wawili. Angalia mbuzi wangapi? Wawili. Kwa sababu nimesema kama lazima ifanye nini? Kuna kitu cha kuchagua, kupiga kura. Kwa hivyo Ibrahimu alipewa watu wawili, Ishmael na nani? Na Isaac, ili achague. Mungu alimwambia nipe mwanao wa pekee. Kwa hivyo alikuwa na uwezo kuficha Isaac, amlete nani? Esau. Ishmael. Ishmael. Yes. Nao angalia. Kisha atawatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Ujumbe wetu ni kwamba kwa nini dhabihu yako itoa alafu fanye nini? Kosa kusaidia. Si ndio ile ujumbe? Si ndio? Now, alafu mstari anasema hivi, na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Nitakuja kuambia Azazeli kitambo. Azazeli, okay, hiyo acha nikuza kidogo. Azazeli ni mmoja wa malaika walianguka kutoka mbinguni. Wakati shetani alitenda dhambi, wakati shetani alifukuzwa mbinguni. Biblia inasema kwamba kisha shetani akafukuzwa na malaika wake. Katikati ya malaika wa shetani ambao walifukuzwa, mmoja wapo anaitwa Azazeli. Nadhani unanipata vizuri. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli, kwa ajili ya Bwana, na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Atakapopiga kura, ako na mbuzi wawili. Mbuzi mmoja kwa ajili ya Bwana, mbuzi mwingine kwa ajili ya nani? Ya Azazeli. Kwa hivyo yule ambaye ataangukiwa kura kwa ajili ya Bwana, Haruni ataenda kumchinja katika madhabahu. Ina maana kwamba akifanya makosa akamchinja huyu mwingine, hata kuwa dhabihu kwa Bwana. So katika kuchagua, mtu anapochagua dhabihu, lazima uangalia kwamba dhabihu unayemleta asikuwe kwa ajili ya nani? Ya Azazeli. Watu wengi hufanya dhambi, hufanya makosa, kinafanya dhabihu yao ikose kukubalika, ni kwamba wanamleta dhabihu ambaye amewekwa kwa ajili ya nani? Ya Azazeli. Kura inapigwa namna gani? Kura inapigwa hivi.
Azazeli ni dhabihu ya shetani. Ya shetani. Maandika. Sasa watu wengi kuleta kwa madhabahu yule mbuzi wa Azazeli, wakamchinja kwa ajili ya Bwana, wakamwacha mbuzi wa Bwana akabaki kule. Kwa hivyo unakuja kupata jambo la kwanza jambo lingine linalofanya mtu atoe dhabihu alafu ikose kufanikiwa ni wakati unatoa dhabihu ambayo si ya Bwana ukamtolea nani? Bwana. Yes. Utajuaje kwamba dhabihu hii sio ya Bwana? Utajuaje dhabihu hii si ya Bwana? Dhabihu ya Bwana Biblia inasema kwamba lazima awe mwenye hana nini? Madoadoa, hana kiwete. Ni nini kinaleta madoadoa na kiwete? Kwa mfano, haufai kuvutana. Kwa mfano, kama familia wanataka kutoa dhabihu, hamfai kufutana kwa ajili ya hiyo dhabihu kuileta kanisani. Lazima mkubaliane nyinyi wote. Hata kama iwaume nyinyi nyote. Mtu mmoja asibaki ananung'unika na mwingine amebeba dhabihu anaipeleka kanisani. Hiyo dhabihu itakuwa na nini? Na madoadoa. Na ikiwa na madoadoa itakuwa kwa ajili ya Azazeli. Karibuni. Sasa ikiwa na madoadoa itakuwa kwa ajili ya nani? Ya Azazeli. Bwana Yesu asifiwe. Natumai mnanipata, tunaendelea vizuri. Sasa Yesu Kristo alitolewa kama dhabihu. Yesu Kristo alitolewa kama nini? Dhabihu. Lakini na Yesu Kristo pia alipigiwa kura. Hiyo dhabihu pia ilipigiwa kura. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akiwa pale mbele ya nani? Ya Herode. Ya Pilato. Wakamleta mtu anaitwa Baraba. Sio Barnaba. Barnaba na Baraba ni watu wawili tofauti. Barnaba ni mwingine na maana yake ni tofauti na Baraba. Baraba, acha kufurisha hiyo kitu. Baraba, maana neno Baraba, neno bar, nataka uandike kama unaandika. Neno bar inamaanisha mwana. Bar, mwana, the son. Kwa mfano unasema bin katika Waarabu usema bin. Unasikia Osama bin Laden. Osama mwana wa nani? Wa Laden. Unanipata vizuri? So Baraba inamaanisha bin. Katika Biblia kuna mtu ambaye anaitwa Bar Yesu. Maana yake ni mwana wa Yesu. Sasa Baraba inamaanisha mwana wa Aba. Neno Aba inamaanisha baba. Neno Aba inamaanisha nani? Baba. Unasikia Biblia inasema kwamba nasi tunaye roho anayeingia akipungua akiita Aba Father. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usafirishe vitu, acha kufurisha. Nataka mnipate vizuri. Kwa hivyo neno Baraba inamaanisha Bar Aba, mwana wa nani? Wa baba. Na Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni mwana wa nani? Wa Mungu, ambaye Mungu ni nani wetu? Baba yetu. Kwa hivyo Baraba na Yesu walikuwa watu wawili ambao wanaitwa mwana wa nani? Wa baba. Kwa hivyo Pilato akaja kupiga kura. Akawaambia watu kwamba chagueni kati ya Pilato, kwa kati ya Yesu na Baraba. Ni nani mnamchagua? Ujumbe huu tutaendelea kwa wakati pastor aendelee, alafu baadaye ujumbe huu tutaendelea pia tumalize